Ni kweli wewe ndio uliye mwamba salama. Wewe ndio uliye mchungaji mwema, kimbilio na msaada wetu. Tumekuja nyumbani kwako. Tuna mizigo, tuna mambo mengi, mawazo mengi, tuna masumbufu mengi. Twende kwa nani Bwana? Kwako kuna pumziko, kwako kuna faraja, kwako kuna nguvu, kwako kuna tumaini. Naomba utusaidie kutana na haja mmoja mmoja, tusikizishe neno lako. Tunatamani kuona na kujua yale atupasayo, Mungu wa mbingu na nchi. Tuweze kurudi kwako na kukulia mikononi mwako. Tutoe katika mahangaiko na adha na shida tulizo nazo, ili Mungu tukazidi kukuona wewe na rehema zako zikadili kulinda ndani mwetu. Bariki kanisa lako, bariki watu wako, bariki neno lako. Tubariki Mungu wa mbingu na nchi kwa neema na kwa baraka zako, na zaidi tuonyeshe yale yatupasayo, ili Mungu tuzidi kukua katika neema na utakatifu wako. Kwa Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai, naomba usikie kuomba kwetu. Amen. Naomba tukae. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mwangalie jirani yako, wala huyo anaishika tama, wewe mwangalie, ondoa mkono kwenye tama, mwambie atoe mkono. Ushavu. Ukija nyumbani kwa Bwana, unaleta mambo yako yote, unatulia, unaambia Mungu atulize. Kila mmoja ana jambo lake, si kweli? Lakini tukija kwa Yesu, hapo ndio kunaweza kuleta msalabani kwa Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Nataka tujifunze mambo machache tu. Jambo moja ambalo kila mara naahidi kusema nitalisema, sasa leo ndio nimepata nafasi. Na tunajifunza kitu kinachoitwa tabia mbaya ni nini? Tabia mbaya hasa kwa Mkristo. Tabia mbaya ni nini kwa Mkristo? Ninaposema tabia mbaya ni nini kwa Mkristo, usiniondoe, na mimi mchungaji ni Mkristo. Kabla ya kuwa mchungaji nilianza Ukristo kwanza. Ndiko nikawa mchungaji. Kwa hiyo kama wewe ni mzee wa kanisa, kama wewe ni mwinjilisti, ulianza Ukristo, ndiko baadaye ukapata hizo neema zingine. Bwana Yesu asifiwe. Sasa kwa hiyo tunajifunza tabia mbaya. Na mimi sitaki nizungumze mambo mengi sana. Kuna neno limesoma lile la yale maombi yaliyofanyika. Huwa kuna kitu tunachokiita aya ya siku. Na leo imesema neno mengi, yale maneno mazuri sana, hasa katika kile kitabu cha Mika, ule mlango wa 6, ule mstari wa 6 na wa 8 mpaka wa 8. Akasema, mwanadamu, yeye amekuonyesha yaliyo mema, na Bwana anataka nini kwako? Ni swali. Ila kutenda haki na kupenda rehema na kwenda kwa unyenyekevu na Mungu wako. Sasa kama tungegonga muhuri, gonga pale, kwenda kwa unyenyekevu. Hapo ndiko nakotafuta. Tabia nini? Kwenda kwa unyenyekevu na Mungu wako. Kwa bahati mbaya sana, sehemu kubwa ya watu ni rahisi sana kunyenyekea kwa watumishi kuliko kunyenyekea kwa Mungu. Kuna vitu mtu anaweza akawa navyo, inawezekana asitake mchungaji au mwinjilisti aone, lakini hajui kwamba Mungu jicho lake linaona kila mahali. Tunazungumza habari ya tabia mbaya. Tabia mbaya ni nini? Ni kwa mambo ya kawaida tu. Nilishapita huku kwenye viti baniki. Sasa nikiangalia sio wewe, lakini inawezekana ila huko. Unaweza ukapita kwenye viti kanisani ukakuta mtu amekuja kanisani huku wanatafuna Big G, anagandamiza kwenye kiti. Mwambie mwenzako hiyo ni tabia mbaya. Muangalie usoni, mwambie hiyo ni tabia mbaya. Anagandamizia kwenye nini? Utamu umeisha. Kwa nini asimeze ya uchafu? Kuna mwingine akija kanisani, anamfuata mzee wa kanisa, anamtafuta. Unajua ni kwa vile tu athubutu, anataka kuomba change kwenye chombo cha sadaka. Mwambie hiyo ni tabia mbaya. Hajajipanga kutoa sadaka kanisani. Halo, wazee wa kanisa hakuna watu wanakuja kuomba change? Hawapo. Wanaomba, hajajipanga, ni tabia mbaya. Kuna sauti kila siku Sola anasema
Soro nisamehe rafiki yangu. Tunapoimba wimbo huu, fungua kile kitakupigia magoti taratibu. Mimi nilikuwa nikisikiliza tabia mbaya. Yaani watu hawajui kwamba kila siku akija kanisani wanafanya nini? Tena mwingine akija pale ambako ameshapiga pale kwenye sponge ni anakanyaga na miguu yake na vumbi lake. Tabia mbaya. Mwambie mwenzako angalia tabia mbaya. Haondoi akanyage mbao, anakanyaga pale kwenye sponge. Mwenzako akipiga magoti baadaye anapata shida. Ameshafuka. Mwambie tabia mbaya. Tabia mbaya. Kwenda kwa unyenyekevu. Hivi huo unyenyekevu ni nini? Tunazungumza unyenyekevu ni nini? Usiogope kuniambia unyenyekevu ni nini? Mbona mmekaa kimya? Ina maana tujue unyenyekevu. Unyenyekevu ni nini? Sema tu unavyojua. Unyenyekevu ni nini? Mama wangu mwalimu. Hivi unyenyekevu ni nini? Bwana Yesu asifiwe. Unyenyekevu ni kujishusha. Shusha na kumpa Mungu nafasi. Amesema unyenyekevu ni kujishusha na kumpa Mungu nini? Nafasi. Yaani tukija hapa kanisani hatuoni kitu kingine, tunamuona Mungu peke yake. Bwana Yesu asifiwe. Maana yake tunakuja kutafuta kile cha Mungu basi. Unajua kuna wengine hata akiambiwa funga macho kanisani hafungi. Anafikiri anaibiwa. Unyenyekevu. Nimesikia kuna watu mpaka ambao wanaweza akaja kanisani wanasema pale penye wana wa Mungu naye shetani wanajihudhurisha. Wangapi wamewahi kupoteza vitu kanisani? Usiogope tu. Mimi sikuulizi kitu gani. Wangapi wamewahi kupotelewa na vitu kanisani? Hata kitabu cha nyimbo tu ukapotelewa au Biblia. Hujawahi kupotelewa na Biblia? Wewe ulichukua Biblia alafu umechukua Biblia na sio ya kwako. Alafu umeenda kukaa nayo nyumbani. Mwambie tabia mbaya. Tabia mbaya. Sisi tunaimba, wewe umefunga mdomo unatuangalia tu. Mwambie mwenzako hiyo ni tabia mbaya. Kuna wengine wakija kanisani hawasogeleani hata kwenye kiti. Yaani yuko kwenye class fulani. Usinisogelee manaka atachafuka, sio atachafuka. Kwa sisi ambao ni weusi, nafikiri inawezekana tutaambukiza weusi au ambukizwagi. Nafikiri tukimsogelea atakuwa mweusi. Mwambie mwenzako hiyo ni tabia mbaya. Kuna mtu akija kanisani akikuta mwenzake amekaa mahali fulani pale alipo, amezoea kwa bahati mbaya hakai tena kanisani, tamani aondoke, amekasirika. Ameweka lizi kwenye sehemu fulani akafikiri ni ya kwake. Tabia mbaya. Nataka kingine ambacho vitu ambacho nimejifunza hapa ambayo ni tabia mbaya kupita ni ile kelele tunayepigaga pale nje. Jamani, tumalizie ibada kwa pamoja. Ameanza na baraka, anaondoka bila baraka. Mwambie tabia mbaya. Halo? Yaani anaanza na baraka lakini hata kumaliza na nini? Mpaka wazee wa kanisa wasangizi na kazi tunauliza, anasema hii tabia mbaya. Mbona watu wamevaa suti wanapendeza? Hii tabia mbaya inatoka wapi? Mwambie mwenzako acha tabia mbaya. Usiondoke tena ibadani kabla ya ibada kufungwa. Njoo ibadani. Umejiandaa kuja kumtumikia Mungu, anza naye, maliza naye. Bwana Yesu asifiwe. Kuna baraka za mwisho. Nendeni kwa amani ya Bwana. Hilo nawe ni baraka. Bwana Yesu asifiwe. Mwangalie timu zako, mwambie acha tabia mbaya. Hata kama ununui vitu mnadani, tulia, mwenzako akinunua piga hata makofi. Unaondoka kana kwamba mwenzako anafanya kitu ambacho wewe kukuhusu kabisa. Ibada ina hatua zake mpaka kuagwa. Hapo ndio ibada imeishaga. Hivi unaondokaga ibada haijaisha, unaendaga wapi? Unaenda wapi?
Hivi ukirudi kitabu cha Mwanzo mlango wa kwanza hasa mstari wa 27 na kuendelea, anasema baada ya Mungu kuumba kila kitu ndiko alipokuja kumuumba mwanadamu. Maana yake hata vile unavyovikimbilia sio vya kwako, ni vya Mungu. Hata vile ambavyo unavikimbilia kuvifanya sio vya kwako, ni Mungu amekutengenezea akakupa. Kwa hiyo Mungu anaweza kukunyang'anya ukakosa tena vya kukimbilia. Mwambie mwenzako tunajifunza habari ya tabia mbaya. Tunajifunza habari ya nini? Ya tabia mbaya. Mbaya. Unakuja kanisani, unaambiwa sogea. Tunakuja hapa mbele, wazee wa kanisa wakijaga wanaelekeza watu, wanakuja wengine mimi wanapita hivi wanapita hivi. Wewe unakuja unaacha kurudi hivi, unaacha kurudi hivi, unarudi tena kwa kunyooka hapa hapa. Mwambie wenzako tabia mbaya. Unarudi hapa hapa ugongole na wenzako. Tabia mbaya. Na wakati unaona wenzako wanapita hivi wanapita hivi, unanyooka hapa hapa. Tabia mbaya kabisa. Tabia mbaya. Watu wamekuwa na tabia mbaya wanaleta mpaka huku. Na bahati mbaya sana anafikiri sasa unaangalia sema hivi ni kwamba haoni au ni nini? Anakuwa na mwenzake. Tabia mbaya. Tunawaita wakina mtumishi Judy, unisamee. Tunatangaza semina hapa. Watu tunakuja kanisani na nini, au Wakristo wote, alafu wengine hawaji. Wanafikiri Jumapili ndio ya kwao. Tumwambie tabia mbaya kabisa. Haji haimuhusu. Lakini anakwenda kule kwingine, anakwenda kule kwingine. Tabia mbaya. Baba ndiye anayejua kulea watoto wake, anaweza kuangalia akasikiliza shida za watoke vizuri. Watu wanatoka kanisani wanahangaika tena, wanakimbizana kula na kujua. Tabia mbaya. Si utuambie tabia hiyo ni kizuri, na sisi tushiriki tutengeneze kimandolo yetu. Tabia mbaya. Unakuja kanisani utafikiri unafukuzwa. Umeweka sadaka tu pap, unazunguka pap, unatoka mlangoni unaondoka. Tabia mbaya. Tabia mbaya. Tunafunga mlango kwa wazee wanafunga. Hivi kweli kuna mtu ajui kwamba ibada inaanza saa 12:30? Tuambie ile leo, tuambie. Kuna nani ajui kwamba ibada inaanza saa 12:30? Kwa nini unakujaga nje ya saa 12:30? Tabia mbaya. Hujafanya toba, unaendelea kuingia ibadani. Hata toba hujafanya. Unakuja unafanya ibada kama unavizia. Mungu anachohitaji huwa ibadani. Ndio maana anasema itoeni miili yenu iwe dhabihu iliyo hai na takatifu mbele za nani? Na ndio ibada yenu yenye maana. Sio zile sadaka zinakuja baadaye. Anasema kwa moyo wa kupenda. Lakini kwanza Mungu anakuhitaji wewe na mimi ibadani, sio kitu kingine. Bwana Yesu asifiwe. Yaani Mungu anatuangalia, anatuhitaji sisi tunavyojitoa kwake, ndio kitu cha kwanza kwake. Tukishafanya hayo, kutimiza haya mengine yote yatakuja mbele za Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Ni sisi kwanza. Yaani Mungu hata tungekosa sadaka za kutoa, tukaja kwa mioyo ya shukrani ya kupenda, kwake ni la maana kuliko sadaka. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana ukienda Yohana 3:16 anasema kwa maana jinsi huu Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. Ni kwamba akumhurumia mwana wake, kaliona kwamba watu waliowaumba ni wa maana sana kuliko mwanawe. Anaona damu yake sababu msalabani kwa ajili yangu mimi na wewe. Wewe ni wa thamani sana eti mbele za Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Wewe ni mfano wa Mungu ati. Mwambie jirani yako wewe ni mfano wa Mungu ati.
Muangalie eti. Yaani Mungu anachotamani kwamba kwangu na kwako ni aone uungu ukifanya kazi ndani yetu. Bwana Yesu asifiwe. Sio kingine. Yaani anaponitazama aone, je, uungu unafanya kazi ndani mwangu? Uungu unafanya kazi ndani mwako? Maana alituumba kwa mfano na kwa sura yake. Kwa nini tuyatende matendo yake? Bwana Yesu asifiwe. Wewe unaacha ise, unakuja tabia mbaya. Na wale jamaa zangu anakuja anatembea na mmoja kanisani, suruali amefungia hapa, anakazana kufanya hivi suruali. Tabia mbaya. Ujui vazi la kwenda nalo kanisani? Ujui vazi la kwenda nalo kanisani? Sasa siku hizi afadhali serikali na watu wanaendelea kubuni vitu. Zamani ilikuwa ukitaka kujua kama mtoto huyu kafanya mambo yake, unaangalia nepi, unaangalia kuna kwa kuzito. Maana inadondoka, mvulie kwa sababu hii imechafuka. Sasa wewe umechafua nini? Nini imekuchafua wewe? Tabia mbaya. Nilikuwa naangalia hii kinakuwa kuna kitu kizito kiko hapo. Sasa ile ndio unavua hicho kitambaa. Najua hizi mapamba zimekuja ni vitu vipya, lakini zamani ilikuwa ni kitenge vinakatwa na nini watoto wanafungiwa. Sasa umefungiwa nepi? Mwambie mwenzako tabia mbaya hiyo. Acha kujua anaongoza namna hiyo. Kutokutii. Wanaofahamu kuna kitu tunasema uhuru bila utii unakuwa kama upuuzi. Taratibu za kanisa bila kuzitii taratibu za kanisa ni upuuzi. Ndugu zangu, huwa mahubiri ya mtu yeyote, Mkristo yeyote, yanakuwa na sehemu tatu kuu. Moja ni maneno yake. Mbili ni mwenendo wake, anakwendaje. Tatu ni imani. Tazamwe hayo, utaongeza mengine. Wale walio nje wanatuangalia nini tunavyoenenda, tunavyosema, tunavyoamini. Bila hata kusema inawatosha kuja kwa Yesu. Bila kusumbuka. Anaangalia tu, anasema hapa ndiko ninakohitaji kwenda kwa sababu nini? Mungu yupo. Sasa tunaimba Mungu yupo hapa na tumsujudie, tumche tukamtumikie, yu pamoja nasi, nyamazeni wote, tumwabudu Mungu wetu. Mpaka hapo. Sasa wewe nyamazeni wote tumwabudu Mungu. Wewe unazungumza kanisani wakati na tumeambiwa tunyamaze wote tumwabudu Mungu wetu. Mwambie mwenzako tabia mbaya. Unakuja kufanya kanisani ndio mahali pa zoga. Mahali pa appointment, nimekuja ili mkute mtu. Unaona kabisa unazungumza kanisani. Ukiona mwenzako anazungumza kwenye kiti, mwambie acha tabia mbaya. Tabia mbaya. Tumekuja kumwabudu Mungu, nataka tunyamaze. Kati ya vitu ambavyo tunakosa wa Kristo ni ule utulivu mbele za Mungu, kunyamaza ili Mungu aseme na sisi. Unapotulia tu ndio nafasi Mungu anakopita afanye kile anachotaka kusema. Huwa Mungu anasema na mtu mmoja mmoja. Bwana Yesu asifiwe. Lakini ili kusikia sauti yake inahitaji utulivu. Bwana Yesu asifiwe. Inahitaji unyamaze, haihitaji mahangaiko. Wafugaji wanafahamu. Ukimlisha ng'ombe akila majani, usiku akilala anacheua, anaanza kutafuna vile majani yalokatakata, msaga. Anameng'enywa, inaingia kwenye mishipa ndio kuitengeneze maziwa. Sasa nyinyi mnakuja tunapata mafundisho hapa, haujakaa ucheue uangalie vizuri sana, unahangaika. Utajua kipi kizima, kipi ambacho sio kizima. Mahangaiko yako yayo ni tabia mbaya. Mahangaiko zako tabia mbaya. Naomba wale watu wenye tabia mbaya wasimame tuwaombee waache tabia mbaya.
Wale wenye tabia mbaya tusimame tuombewe eti. Usiogope. Hata mimi si nimeendelea kusimama. Kuona mimi nina tabia mbaya. Sasa ndio nitakuwa na mmoja wako. Mmoja hapo. Tusimame tuombe tuache tabia mbaya. Hivi kweli ni kwamba masikio yasikiagi? Kila siku solo anasema, "Jamani, msiondoke eti asiyemaliza mnada. Ngojeni tumalize ibada kwa pamoja." Hiyo tabia mbaya mpaka kelele, mpaka watu wanaweza kupita hapa nasikia Wakristo wana tabia mbaya. Hawasikilizi hata watumishi wao. Utamsikiliza nani? Hivi solo, hebu rudia kusoma ile Zaburi uliyosoma. Ile ya 105. Mwatii manabii wangu na masihi wangu. Soma huo mstari tena. Zaburi ya 105. Zaburi ulisoma Zaburi ya 105. Soma ule mstari, msiwaguse masihi wangu, mwatii. Alisoma au hamjasikia? Unajua kila kitu kimewekwa kusaidia. Iko. Soma hilo neno tena rudia. Msiwaguse masihi wangu. La nini? Wako ile neno. Ile Zaburi ya 105 bwana ulisoma leo. Zaburi yetu ya leo. Soma yote. Alafu utakuta huo mstari. Haleluya, mshukuruni Bwana, litieni jina lake, wajulisheni watu matendo yake, mwimbieni kwa zaburi, zitafakarini ajabu zake zote. Jisifuni kwa jina lake takatifu na ufurahi moyo wao wamtafutao Bwana. Mtakeni Bwana na nguvu zake, utafuteni uso wake siku zote. Zikumbukeni ajabu zake alizozifanya, miujiza yake na hukumu za kinywa chake. Enyi wazao wa Ibrahim mtumishi wake, enyi wana wa Yakobo wateule wake. Yeye Bwana ndiye Mungu wetu, duniani mwote mna hukumu zake. Analikumbuka agano lake milele, neno lile aliloliamuru vizazi elfu. Agano alilolifanya na Ibrahim na uwapo wake kwa Isaka. Alipomthibitishia Yakobo liwe amri na Israeli. Mstari wa 15 solo, mstari wa 15 peke yake. 15? 15. 13. 15. Kuna ngapi? Mstari wa 15, mstari wa 15. 13. 15. Akisema, msiwaguse masihi wangu wala msiwadhuru nabii zangu. Amen. Amen. Msiwaguse wala msiwadhuru. Hivi anakosema usiwadhuru, sio kupigana eti. Niwaambie sasa, sio kwenda kupiga. Ni yale wanayosema alafu atutii. Mwambie wenzako tabia mbaya. Na mahali pengine huna wafu hawajagi atikuja kusema tena. Ni sisi na wakina Solo tutawaambia maneno, na wengine wote walioko hapa hawaji kabisa. Ukisoma Zaburi ya 115 anasema kwamba sio wafu wala wote washikao kwenye kimya ndio wanaomsifu Bwana, bali ni sisi tunalimidi jina la Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna wengine. Ni wakina Judy, wakina Florence, wakina Victor, Mungu aliotupa hapa Kimandolu, na wengine wengi. Hao ndio manabii wa Bwana, tuwasikilize. Unachagua, unaangalia. Unajua kuna tunapokuja kukutana na Bwana kanisani, kuna tofauti ya kukutana na mchungaji Sumlei, kuna tofauti ya kukutana na Solo na mwingine hawa yote. Iko tofauti. Ukija kukutana na Bwana, hutamuona mchungaji Sumlei, utamuona Yesu pale msalabani. Haleluya. Atakuonyesha. Ni kweli tu wanadamu wenye udhaifu, lakini pale kuona udhaifu unapeleka msalabani. Bwana Yesu asifiwe. Tabia mbaya kabisa ya kutafuta huyu ni nani, huyu ni nani. Mungu ameshamweka. Mungu amesha nani? Kale katoto kaliko hubiri Jumapili, mimi alinifundisha vitu vingi sana. Ule utulivu wake na nini. Na ni kwamba hayuko tu hapa. Nilitamani nimpe siku nyingine ahubiri tena. Kale katoto amenifundisha sana. Hasa niwaambie, siku moja tukaweka ibada, ratiba za ibada nyumbani. Sitasahau. Mtoto wetu mdogo ndiye akawa na ratibu zile sala.
huwa tuna tabia kuwapa watoto wadogo ndio wanaratibu. Kwa hiyo ndiye akawa anaratibu. Akalipokuwa anatoa neno kabisa sikujua, akazungumzia habari ya vita na vya Daudi Saul. Akazungumzia habari ya maombi. Anazungumza sema, sasa unajua tena watoto wadogo akasimama akasema, unajua jamani tuombe. Sio maombi ni kama kombeo unarusha linakwenda mbali. Nikafungua sikio nikasema kumbe maombi hayaishi hapa hapa. Mtoto mdogo. Nikafungua sikio kumsikiliza. Nikapata cha kwangu, nikaendelea kusema aha, kumbe maombi hayana umbali. Wewe umewekea kwako umbali. Kila mtu anaposimama anachagua na alichomkusudia afanye, hata wewe. Wewe niwaambie bwana, Mkristo yeyote mko hapa, siku Mungu akimpa neema kusimama hapa ni kuhani wa zamu, ana kitu cha Bwana alichowekewa na Bwana. Mungu hamtazami tena kama mama nani, anamtazama kama kuhani wa zamu, anacho Mungu alichomwekea. Wacha tabia mbaya kuangalia kwa macho mengine tofauti. Na mimi nasema na watu wastaarabu na wazuri kabisa. Mimi ninachozungumza ni habari ya Mungu tusaidia kuondokana kwenye tabia mbaya. Ustaarabu huwa ni mzuri, lakini ukizidi unaharibika. Nawaambia unaharibika. Unapoteza kabisa. Yaani kuna vitu ambavyo sio maendeleo ni mazuri, lakini nataka kuhakikishia kuna maendeleo ambayo sasa yametupa shida. Watu sasa wanatafuta vitu vya asili, wanaacha vitu vya kwenye friji, vitu vya viwandani vilivyosindikwa muda mrefu wanasema vina magonjwa. Ni kweli uongo? Kwa hiyo tunatafuta kurudi taratibu kwenye uasili. Angalia maendeleo ulionayo yasikupeleke akakupa tabia mbaya. Tabia mbaya. Wewe umekaa tu maskini ya Mungu. Tena umezaliwa, umefundishwa kuvalishwa gauni, suruale na nini, ulikuwa hata hujui kuvaa, umeshajua, alafu wenzako unaona wewe hawafai tena, wewe ndio wa maana zaidi. Tabia mbaya kabisa. Hizo kaona. Umwambie hata Mungu asante jinsi alivyokuumba ulivyo. Tabia mbaya ni kuacha kufanya lile unalolijua kwamba hii ndio haki alafu ufanye. Tena mahali pengine Biblia inasema kwamba ajuae kwake kama hili ni haki, asifanye, kwake imekuwa dhambi. Kwake imekuwa nini? Dhambi. Wale wanaokwenda kwenye jumuiya, zile zilikuwa na karatasi za jumuiya zimeandikwa vizuri sana na zikawekwa. Nataka niwakumbushe pale kwenye Wakorintho wa kwanza ule mlango wa 14 mstari wa 40 unasema kwamba na mambo yote afanyeje? Wakorintho wa kwanza 40 14:40. Nataka tuishie hapo ili Mungu atusaidie. Maana tunapozungumza habari ya tabia mbaya, kila mmoja anafahamu. Mimi nafahamu tabia mbaya kwangu. Na mimi etisoma linasema na mimi niache tabia mbaya. Niache nini? Niache tabia mbaya. Wewe si unafahamu ya kwako tabia mbaya ulionayo? Acha tabia mbaya. Na mimi naacha ya kwangu. Lakini mambo yote na yatendeke kwa uzuri na kwa utaratibu. Kila siku leo tunalisoma kwenye jumuiya zetu, yatendeke kwa uzuri na kwa nini? Hivi kule kwenye jumuiya kweli anakwenda kwa utaratibu? Mnisamee, sijaomba hili. Nataka mtusaidie. Jumuiya zile ndio sehemu kama pilot kwa ajili ya Mkristo baada ya kutoka kwa nyumba yake. Na kuna watu ambao hawakanyagi jumuiya, tabia mbaya. Na mimi nataka kuomba mbele ya madhabahu hii ya Bwana. Tutakuwa tunasikiliza taarifa za viongozi wa jumuiya wakitueleza hii haifai, tunasema ni kweli haifai kwa sababu haufanyi na wao. Utalia kanisa utaona ni baya. Wewe hauendi jumuiya, tabia mbaya. Tunachanga michango ya shughuli za kanisa, wewe uchangi. Unagomana na viongozi wa jumuiya, tabia mbaya. Unachangia wapi? Tunaita mikutano hauji, tabia mbaya. Kuna viongozi wa jumuiya eti wanataka kuacha uongozi wa jumuiya kisa wanakwazwa na Wakristo wanaowaongoza. Anamgombeza kiongozi. Tabia mbaya. Tabia mbaya. Wengine wanafuatwa kule nyumbani, wanafunga milango wasionekane.
mwambie sipo, mwambie sipo. Na mtoto mdogo hajui kusema sipo, ameniambia niseme hayupo. Ameniambia niseme nini? Na bahati mbaya sana basi amuwafundishe watoto lugha. Niwaambie faida. Mngekuwa mnawafundisha lugha mngesemea kilugha, anajua nimeambiwa nini, nimeambiwa nisiseme. Lugha ilikuwa inaficha. Inanyima maadui asiingie. Hasa siku hizi hatuwafundishi lugha. Ni wachache wanaofundisha watoto lugha zao kama nikikwambia hivi usifanye hivi. Wewe niambia mtoto, nimekuja mlango. Ameniambia baba yuko. Yuko ndani amelala lakini amesema niseme hayuko. Yuko ndani lakini amesema afanyaje? Sitaki kwenda zaidi. Najua tuna tabia mbaya. Na kama wewe hauna, mimi ninayo. Mimi nafanyaje? Mimi ninayo ya kwangu. Lakini mimi nasema moja kubwa sana ni kuondoka tu kabla ya ibada. Huwa kuna baraka za mwisho. Enendeni kwa amani ya Bwana. Huwa ndio baraka ya mwisho. Tunaanza ibada hii katika jina la Yesu. Inaanza. Enendeni kwa amani ya Bwana. Umeanza na baraka, umeondoka na nini? Wacha tabia. Mwangalie jirani yako, mwambie utaacha tabia mbaya. So, yule anaondokaga kabla ya ibada, mwangalie. Muangalie tu usoni, mwambie utaacha tabia mbaya. Wale wenye haraka kuliko kifo. Unajua kuna watu wana haraka kuliko kifo. Kifo unaweza anakimbia hospitalini airisha, atafuta aspirin na airisha kifo. Lakini kuna watu wamekuwa na haraka kuliko kifo. Hebu naomba tusimame. Na kutegemea Yesu, Yesu peke yako tu. Wewe wangu unitulizaye. Na kutegemea Yesu, kwani umkombozi ukinificha. Nipo nikakupenda sana, wala sikuachi. Wewe mfalme mkubwa sana, unaondoa dhambi, wanionea huruma, una madanganyo. Yesu wangu nakutegemea Yesu, kwani umkombozi ukinificha. Ndipo nitakupenda sana, wala sikuachi. Wewe umechunga kondoo, ukitanguliza mwanga na kungoja mwongozaji, nisipote njia. Haleluya. Nakutegemea Yesu, kwani umkombozi ukinificha. Ndipo nitakupenda sana, wala sikuachi. Wanichukulia mzigo, si yangu ukimajini. Natambua
wanipenda, uniachi pekee. Nakutegemea Yesu, kwani ukombozi ukinifia, ndipo nitakupenda sana, wala sikuachi. Bwanangu umeniweka ufalmeni kuzuri, nazisifu damu yako inayoniosha. Nakutegemea Yesu, kwani ukombozi ukinifia, ndipo nitakupenda sana, wala sikuachi. Nataka tuende mbele za Mungu. Inawezekana usijue kwamba una kipi ambacho kimekuwa tabia mbaya kwako, lakini Mungu aonaye siri anajua. Sasa nyinyi waimbaji, tabia mbaya ziishagi. Na mnajua kuna waimbaji ambao hawaji kwaya, lakini wakisikia safari wanajaa. Tena mbaya zaidi, siku hizi kuna waimbaji hawaji, lakini wakisikia kuna msiba mwimbaji mwenzao wanajikusanya kuliko. Heshima ya msiba umekuwa sehemu kubwa. Wanavaa mpaka na sare. Hawavai sare kuja kanisani, lakini wanavaa kwenda kwenye msiba. Tabia mbaya. Ni kama maombi ya kuomba misiba iwe mingi tuvae sare. Waimbaji hawaji kabisa. Mimi nimeimba kwaya. Wanasema ukitaka kwaya ijae, weka safari kila siku, watakuja. Weka safari kila siku, watafanyaje? Wewe ni mwimbaji wa safari. Nataka kila mmoja tuende mbele za Mungu. Mungu anajua kabisa. Viko tumefanya, ndugu zangu. Huyu baba anaposemaga msiondoke, huyu anaposema msiondoke, alafu tunaondoka, kwa kweli sinawaambia kabisa, si baraka mbele za Mungu kwa utumishi watu wanaweka. Kuhani wako anaposema jambo la unafanya ambacho ni tofauti, mimi sijui. Sasa kuzungumza mengi, lakini tafuta baraka za Mungu. Ukija ondoka na baraka za Mungu. Usiruhusu mtumishi aseme jambo arudie kila mara. Tabia mbaya. Na najua wengine hampendi kabisa, inatokea tu. Hasa iambie nafsi nyamaza, tulia mpaka nimalize hii. Nafsi huwa inasemeshwa, tulia mpaka nimalize ibada. Tulia. Nataka niwaambie, ukitulia mpaka ibada iishe, kuna baraka za Mungu hata katika hayo unayajia, unawezekana akawa zaidi kuliko unavyofikiri. Kwa nini? Umempa Mungu nafasi ya kwanza. Mathayo 6:30 anasema utafuteni kwanza ufalme wake na haki yake, na hayo mengine yote nitafanyaje? Tukimpa Mungu nafasi ya kwanza, wewe tumpe tu. Nataka nikwambie, kuna mengine ambayo tunashughulikia, kumbe sio kazi yetu kushughulikia, ni kwa sababu tumeacha kusudi la Mungu. Twende mbele za Mungu. Fuatana na mimi maneno haya, sema Bwana Yesu, nakuja mbele zako. Naomba toba. Naomba msamaha kwa sababu nimekutenda dhambi. Sikusikia. Nimetumia akili zangu mimi mwenyewe na kufanya yaliyo maovu mbele zako. Sikusikia neno lako linavyonielekeza na kunifundisha. Naomba unisamehe kwa kila tabia mbaya ambayo nimekuwa nayo
na sikujua kwamba nafanya vibaya. Bwana, unisamehe. Naomba ile damu yako ya Calvary itoshayo, ioshayo kuliko damu ya mafahali, inioshe, initakase, inifanye kuwa safi, inifanye kuwa mweupe kuliko theluji. Bwana, naomba msamaha wako. Nimekuwa kikwazo kwa kanisa langu, sikufanya sawa sawa na mapenzi yako. Naomba unirudishe katika kusudi lako na mpango wako, ili Bwana niyafanye yale yanayopendeza mbele zako. Asante Bwana, kwa kuwa wewe unasamehe na kuachilia maovu na dhambi na hatia zangu, kwa sababu peke yako ulisema jinsi ambavyo mashariki na magharibi ilivyo mbali, ndivyo ambavyo unaweka maovu yangu mbali nawe, wala huyakumbuki. Na kushukuru Bwana kwa upya wa maisha na siku hii ambayo naanza ukurasa mpya wa kutii na kutenda sawa sawa na mapenzi yako. Baba, ninakushukuru kwa sababu peke yako ndio unayetusamehe, na ni kwa ajili yako mwenyewe Yesu Kristo uliyefanyika balaa na kifo msalabani kwa ajili yangu mimi mwenye dhambi. Asante Yesu kwa kunisamehe. Karibu Roho Mtakatifu, nisaidie, nifundishe jinsi nipasavyo kuenenda na kutenda kwa utukufu wake Yesu Kristo. Sasa Baba, katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai, tunakushukuru kwa sababu ya upendo wako na wema wako. Asante kwa sababu ya ahadi zako ambazo ni nyingi na ni kuu sana. Ndio Mungu uliyesema Bwana, tukitii tutakula mema ya nchi. Tumekuwa na masumbufu mengi, ni kwa sababu hatujatii na kufuata yale unayetuagiza. Tuhurumie Mungu wa mbingu na nchi. Umesikia toba yetu, tusamehe, turudishe kwako, tuweke mikononi mwako Mungu. Maana tunatamani kukua na kuongezeka katika neema yako. Tujalie kanisa lako. Sema nasi Mungu wa mbingu na nchi. Turudishe Bwana, tuweke katika misingi ya haki na kweli yako. Tunatamani kuendelea kukua na kuzaa kwa ajili ya utukufu wako. Maana wewe ni Mungu ambaye haukutoka kwa bahati mbaya wala kwa hasara, bali tuendelee kukua katika neema yako Mfalme, ili Mungu upate kujitukuza katika jina la Yesu Kristo. Wasaidie watumishi wako, watie nguvu, warejeshe kwako, washike Bwana, wape ufahamu na kujua kila mmoja Bwana liko kusudi Bwana. Maana Mungu katika kanisa umeweka vyombo vingi, kila mmoja mfalme wa falme, kama ambavyo umesema Bwana, katika nyumba viko vyombo vingi, na lengo vya vyombo hile ni kurembesha nyumba ile. Viko vyombo vya dhahabu, viko vyombo vya chuma, viko vyombo vya mbao, viko vya udongo, viko Bwana. Na kanisa lako ndivyo lilivyo Bwana, kila mmoja liko kusudi ambalo umeweka ndani mwake. Tusaidie Bwana, mpe kujua lile kusudi Bwana, kwa ajili ya ufalme wako Mungu wa mbingu na nchi. Mpe kutii katika wewe Bwana, sawa sawa na ahadi yako, tukaone baraka zako katika jina la Yesu Kristo. Tubariki Bwana, bariki ibada hii Mungu. Watoto wako wabariki, wasaidie Bwana, wana mahitaji mbalimbali, kutana na haja ya kila mmoja, uwajibu. Hawana kimbilio lingine, hawana msaada mwingine, ni kwako Bwana Yesu. Ndio maana wamekuja kwako, wametoa muda wao, wametoa nafasi, wametoa sadaka zao, wametoa miili yao, ikafanyike dhabihu. Wasaidie Bwana, waonekanie, washike, wakumbatie katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Mungu, tembea nao katika maisha yao, wakaone furaha, wakaone shangwe, wakaone kuinuliwa na kuwezeshwa, kwa sababu ni Mungu wa upendo, ni Mungu wa baraka, ni Mungu mkuu, ni Mungu utendaye mambo makuu na ya ajabu kuliko tuyawazayo, katika Kristo Yesu mwana wa Mungu aliye hai. Baba, utukufu, heshima na mamlaka zinakusaidi peke yako, uliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Zawadi gani itamtolea ila
zawadi gani mimi nitamtolea Bwana wangu ila roho yangu tu. Pokea sifa hizi Bwana, tena uzibariki Bwana, uzijaze baraka zako pia na roho yangu. Tutulie, tuombe matoleo haya na kufunga ibada, tukifuata ule ukurasa wa 259 wa 346. Tuombe. Mungu mwenye neema na rehema, umetupa fadhili nyingi. Kwa hiyo twakusihi yapokee matoleo ya watu wako katika upendo wako, yatume alete matunda ya kiroho ili ufalme wako uenezwe panapote duniani kwa Yesu Kristo Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Nitamshukuru Bwana kwa moyo wangu wote, nitayasimulia matendo yote ya ajabu. Nitafurahi na kukushangilia wewe, nitaliimbia jina lako wewe uliye juu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Ninatamani tufanye maombi mawili. Tuombe kwa ajili ya familia zetu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Tuziombee familia zetu, lakini tuliombee kanisa la Bwana. Tuombee usharika wetu wa Kimandolo. Bwana asifiwe. Hebu nenda mbele za Mungu, tumuombe Mungu. Kila mtu ana namna ya kusema na Mungu wake. Na kwenye kitabu cha Mambo ya Nyakati wa Pili, mlango ule wa 7 mstari wa 14, neno la Mungu lasema, ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu watajinyenyekesha na kuomba na kutafuta uso wangu na kuziacha njia zao mbaya, basi nitasikia toka mbinguni na kuwasamehe dhambi yao na kuiponya nchi yao. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Kuiponya nchi, kuponya usharika, kuponya familia, kuponya uchumi. Bwana atasikia endapo tu tutafika mahali pa kunyenyekea. Mchungaji amfundisha maneno mazuri sana hapa ya unyenyekevu. Kunyenyekea. Na mtumishi wa Mungu pale alitoa ufafanuzi wa kunyenyekea. Kukubali kuwa chini ya, kujua ya kwamba Mungu ndiye na si mwanadamu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe. Ombea familia yako. Kila mtu aombe. Na nitaruhusu tupate pambio za kuabudu hapa. Tuna dakika zetu kama 15. Tunaomba tuabudu, tupate nafasi ya kuomba. We omba tu. Omba tu. Omba hata kwa ajili ya afya yako. Kataa roho ya mauti kipindiki cha mwisho wa mwaka. Kataa balaa na mikosi katikati yetu, katikati ya familia zetu. Karibu. Unaweza kufanya, unaweza kutenda mambo makubwa. Unaweza Yesu, unaweza kufanya, unaweza kutenda mambo makubwa. Unaweza Yesu, Bwana unaweza kufanya, unaweza kutenda hayo mambo makubwa. Unaweza
Mungu anaweza kutenda mambo makubwa kuliko yale tuyawazayo, kuliko yale tuyaombayo. Na Mungu yuko mahali hapa, aliyesema ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu watajinyenyekesha na kuomba na kutafuta uso wangu na kuziacha njia zao baya, nitasikia kutoka juu na kuiponya nchi yao. Mungu yuko hapa, anahitaji toba ya kina kwa ajili ya kanisa, anahitaji toba ya kina kwa ajili ya familia, ili aiponye kanisa, tabia mbaya ziondoke, ili aponye familia, tabia mbaya ziondoke. Anahitaji toba ya kina. Baba, katika jina la Yesu, ninasogea mbele zako asubuhi ya leo na kanisa lako. Tunaleta kanisa la Kimandolu mbele zako, kanisa la Arusha, kanisa la Tanzania kwenye madhabahu yako. Wakati mwingine tumeenda kinyume na sheria yako, hasira yako na ghadhabu yako ikakaa juu yetu. Asubuhi ya leo tumetubu na umeachilia rehema juu ya kanisa. Naomba toba kwa ajili ya makuhani, naomba toba kwa ajili ya Wakristo, naomba toba kwa ajili ya mtu mmoja mmoja. Kila uovu uliokuondoa kwenye maisha yetu tunatubia leo, nasi tunaomba kwa neema yako liponye kanisa lako, ponya mwili wako, ponya viungo vyako, kwa kusudi Bwana la kutukamilisha watakatifu, ili kazi ya huduma ipate kutendeka na mwili wa Kristo upate kujengwa. Achilia roho wa neema na rehema juu ya kanisa la Tanzania, la Kimandolu, la Arusha. Roho wa neema na rehema kwa ajili ya uponyaji wa kanisa. Kila kiungo kirudi mahali pake, kitende kazi mahali pake, kwa kusudi la kutukamilisha watakatifu walioko Tanzania, na kazi ya huduma ipate kutendeka. Achilia neema yako ndani ya kanisa. Ponya kanisa ulilolinunua kwa damu yako, kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Kipindi hiki cha kuendea mwisho wa mwaka, tunakuhitaji na nguvu zako, tunakuhitaji na uweza wako. Tusaidie Bwana, peke yetu hatuwezi kuvuka mwaka na kipindi hiki tunachoendea uchaguzi mkuu, majira mapya Tanzania. Tunakuhitaji mwezi wa 10 uliobeba lango la hatima ya Tanzania kwa miaka mingine 5. Tunakuhitaji Jehova, kwa damu ya Yesu tunaomba utulivu na neema yako juu ya taifa. Kipindi hiki tunachoendea uchaguzi, amani ya Kristo ikae juu ya Tanzania, amani ya Kristo iwafunike wa Tanzania. Tupe na utulivu tunapoendea uchaguzi, tupe na utulivu mwezi huu, mwezi wa 11, mwezi wa 12. Neema yako ituatamie na kutufunika. Tunasogea mbele zako, tunaleta familia zetu kwenye madhabahu yako, tunaleta watoto wetu, wazazi wetu, wenzi wetu. Tunakuhitaji Mungu kwenye familia zetu na nguvu zako. Ondoa magonjwa kwa wanaoumwa Bwana, tuondolee magonjwa yote. Ondoa magonjwa ndani ya
watoto wako, sawa sawa na kitabu kile cha Kumbukumbu la Torati mlango wa 7 ule mstari wa 15. Bwana atakuondolea magonjwa yako yote. Yesu, ponya kanisa, ponya watoto wako, ondoa magonjwa ya sukari, ondoa magonjwa ya kensa, ondoa magonjwa yote kwa kanisa la Kimandolu na Tanzania, na kwa yeyote anayesikia sauti. Wewe ni Mungu utuponyaye. Tunaomba uponyaji kwa ajili ya afya zetu. Tunaomba uponyaji wa nafsi zetu, nafsi zilizoumizwa, nafsi zilizoumizwa, nafsi zilizochoka, nafsi zilizokata tamaa. Baba, kwa jina la Yesu, ponya nafsi zetu, ponya miili yetu, ponya viungo vyetu, ponya na roho zetu. Achilia mafuta ya uponyaji kwenye familia zetu, kwa wazazi wetu, kwa ndugu zetu, kwa watoto. Utuponyae magonjwa yote. Hayo mafuta ya uponyaji yapite juu ya kila mmoja na kuponya afya, roho na mwili kwa damu ya Yesu. Wanaopitia kwenye changamoto kwa ajili ya kazi zao, biashara zao, ponya uchumi wetu, ponya biashara, ponya ofisi, ponya makampuni, ponya kila tunachofanya. Mafuta ya uponyaji kwenye kazi ya mikono ipite kama moto, ipite kama moto kwa jina la Yesu. Roho ya mapoza iondoke leo kwenye kazi ya mikono. Roho ya mauti iondoke kwenye kazi ya mikono kwa damu ya Yesu. Tunasimama Bwana juu ya mlima wako mtakatifu kufunga roho ya mauti kwa Watanzania wote na wasio wa Tanzania. Mauti ya kiroho, mauti ya mwili, mauti ya uchumi, mauti ya ndoa. Funga hiyo roho ya mauti, funga, ondoa mauti kwenye malango yako, ondoa mauti kwenye lango la kanisa hili. Inatosha, inatosha, inatosha tulivyofuzika. Sasa Bwana aingilie kati. Watu walale, wameshiba umri. Watu walale, umri wao umeisha. Tunakataa mauti za ghafla, mauti za aina yoyote. Tunazo funguo za ufalme wa mbingu, na Baba asema kwenye Mathayo 16 ule mstari wa 19, chochote tutakacho kifunga duniani imefungwa mbinguni. Funga lango la mauti, funga uharibifu na mauti, funga mauti na kuzimu dhidi ya malango ya mji wako, dhidi ya maisha yako, dhidi ya familia yako, dhidi ya kanisa na taifa kwa damu ya Yesu. Fungulia roho ya uzima, fungulia uzima. Yesu akasema, nimekuja muwe na uzima, tena muwe nao tele. Fungulia huo uzima kwenye familia, kwenye kanisa, kwenye taifa kwa jina la Yesu. Juu yako mwenyewe, pokea uzima, pokea kwa jina la Yesu. Bwana akuweke huru tangu sasa na hata milele. Shangilia Bwana wa mabwana, shangilia Mungu mkuu. Uponyaji kwenye familia, uponyaji kwenye ndoa, uponyaji kwenye uchumi, uponyaji kwenye huduma, uponyaji. Shangilia tena. Rapaka sakata. Amen.
Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe. Yesu Kristo anasema kama vile Baba alivyonipeleka mimi nami nawapeleka ninyi, pokeeni baraka toka kwake Mungu Mwenyezi. Bwana Mungu akubariki na kukulinda. Bwana Mungu akuangazie nuru za uso wake na kufadhili. Bwana Mungu akuinulie uso wake na kukupa amani yake. Katika jina lake Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Amen. Amen.